Kilumengala alikuwa ameona hazina kwa wamishonari hao. Alihisi kuna jambo kubwa ambalo lingelitokea kwa sababu ya kukutana nao. Lakini bado alikuwa hajakatikiwa. Akiendelea kutoa na kutia mawazoni mwake. Were namba, hata sisi ni wageni huku. Fula kure. Wanakijiji nao hawakumuelewa chochote, ingawaje alikuwa akiwahutubia kwa lugha ya mama. Ngojeni basi kwanza. Yani sisi tumetoka future, yani kwetu ni future yani. Mwanamoto siwaambie future nini hawa? Yani anaamba sisi yani tujazaliwa, yani tuko yani future ni bado hatujazaliwa. Sisi bado. Umati wa wanakijiji ulikuwa na hasira na hofu kubwa, na wakawazingira wale wamishonari watatu ambao walikuwa nusu uchi na wamechanganyikiwa. Wanakijiji hao walifikiri watu hawa ni wavumbuzi waliokuja katika nchi yao ili kuwakandamiza. Walifikiri walikuwa wageni, walikuwa wametoka katika ulimwengu mwingine kuwavamia na kuwaangamiza. Walifikiri labda walikuwa maadui ambao walikuwa wamekuja wadhuru na kuwaua. Kisha wakamtazama Kilumengala na marafiki zake. Wakawapigia kelele wakisema, "Nyie, hebu tuambieni ukweli, nyinyi mmetoka wapi? Ni kina nani nyie? Nataka nini? Mmefikaje hapa? Na mmevaa nini hizi?" Si tumevaa vivorodede vya kizungu, ni mapambo tu haya ya kizungu. Walikuwa wakiuliza hayo yote kwa lugha ya Kigiriama. Sasa nyinyi kama ni watu wa kwetu, mlijuaje hii lugha ya hawa? Mmejuaje lugha ya hawa watu weupe? Wakionyesha kidole. Wanakijiji hao wakiendelea kudadisi, walimgeukia Kilumengala na wale marafiki zake. Mmejuaje lugha ya watu hao weupe? Na hizi nguo zao na vitu vyao, nguo zao zilizokuwa za kiajabu ajabu ambazo walikuwa hawajawahi kuziona kabisa maishani mwao, zilikuwa zimeshonwa kwa hariri, na vifaa vyao vilikuwa vidogo vidogo vikiwa na skrini na kung'ang'aa. Hawakuvielewa wala hawakuwaelewa kabisa. Basi waliwaogopa, wakawaogopa mpaka mwisho wakawachukia. Kisha wanakijiji wakawakamata wote, wakawakokota na wakawaburuta, wakawapeleka moja kwa moja hadi kwa chifu na baraza lake la wazee, wakitaka hukumu ya mara moja. Mkuu wa baraza hilo la wazee pamoja na wazee wake wakawatazama, wakawashangaa sana. Walishangaa na walikuwa na hamu pia ya kutaka kujua zaidi. Watu hawa walikuwa ni wadadisi au ni vipi? Hata hivyo, walikuwa waangalifu na walikuwa watu wenye busara. Wakasema, ngoja. Tuwasikie watoe maoni yao, watoe hadithi yao. Kisha wakamchagua Kilumengala kuwa mkalimani.
Umati wa wanakijiji hawakuwa na subira na hawakutulia, na walipinga kabisa. Eti tuache? Hapana, haiwezekani. Hapana, hata kafidaka la bule. Hapana, tuwaue, tuwakomeshe. Tuwachape, tuwapige mawe, tuwachome. Hapana, kafidaka la. Wakapinga baraza lote la wazee wakisema, hapana, tuwaue, haiwezekani. Sasa basi, mkuu wa baraza hilo la wazee akawanyamazisha akisema, kimya, utulivu. Kisha akaendelea, sisi ni wazee wa baraza kuu la chifu na tuna mamlaka, ndiyo mamlaka, na kisha tuna wajibu wa kulinda haki. Jukumu hilo tunalo, tuna uwezo, neno pia tunalotaka sasa hivi ni utulivu. Mtulie kwanza. Kisha umati wa wanakijiji ukanyamaza kimya kabisa na kusikiliza kauli ya mzee wa baraza la wazee. Huku akiongea, wanakijiji walisikiliza kwa makini na walisikia, na walikuwa wazee wengine wa baraza hili nao pia wakazungumza. Mmoja akasema, wewe tuambie, unatoka wapi na unataka nini? Mwingine naye akauliza, umefikaje hapa kwetu? Ni mambo gani hayo ulionayo? Marafiki hao watatu walijawa na hofu na woga, na wakashindwa kabisa na hata la kusema. Kisha wakaanza kutazamana wasijue ni nani atakuwa wa kwanza kutamka lolote lile. Chifu na baraza lake la wazee kumbe wameshagundua ya kwamba kuna baadhi ya wanakijiji ambao walitumia mazingaombwe ili kuwatisha wasiendelee na kazi yao. Baada ya hapo, walipewa vitu vyao vyote, ikiwa ni pamoja na nguo zao. Hata hivyo, nguo nyingine walikuwa tayari wamewagawanyia wale wakalimani wao wapya wa lugha wakiongozwa na Kilumengala.